kama anavyosema katika Isaya 48:17, anasema mimi Bwana mtakatifu wa Israeli ndimi nikufundishaye ili upate faida. Tumeishi maisha ya hasara kwa viwango vingi. Yaani ngoja niwaambie ukweli wenyewe wa kuokoka. Tulio wengi tunaishi maisha ya shida, kunyata, magonjwa, laana, shida, mikosi, huzuni, vilio. Ngoja nikwambie ahadi ya Mungu. Ahadi ya Mungu katika Isaya 35 kuanzia mstari wa 8, anasema Isaya 35 mstari wa 8, na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi, hebu sema wasio safi. Wasio safi watapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya hao wasafirio, wajapokuwa wajinga. Haleluya. Wajapokuwa hawana shule, wajapokuwa hawana degree, wajapokuwa hawana, wajapokuwa hawatambulikani sana, wasafirio juu ya njia hiyo hawatapotea katika njia hiyo. Na hao juu ya hiyo njia anasema hakutakuwa na simba wala mnyama mkali hatapanda juu yake. Hakutakuwa na magonjwa wala laana zitakuwa juu yake. Hatakuwa na mikosi wala mapepo yatasogelea. Kwenye hiyo njia ya utakatifu hakuna laana, mikosi wala mabaraka. Hakuna uganga wala ushirikina. Amina. Shakataa. Wewe kama unasumbuliwa na mapepo, wachawi wanakuchezea, mara umechanjwa, wanakuchanja kwa njia usoni na kwenye kisogo na kwenye kifua, wanateremka mawe, wanakwenda Mkasaranda, wanateremka hao, wanapiga mpaka kule Bai. Wamekwenda mpaka Dodoma huko nako kumechanjwa huko makao makuu. Alafu sasa unajiuliza, gamba tukileta Zaburi ya 34 mstari wa 7 anasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wale wamchao na kuwaokoa. Hasa huyo malaika walikuwa wapi hao malaika mpaka wanachanjwa na huko nako? Na huyo aliyechanja huko nako alifanya nini kingine? Eti muulize jirani yako, alifanya nini kingine? Alichanja tu akaondoka, walichanja na kuchanja na kuchanja na kuchanja. Hello? It's time now to come back to our Lord. Ni wakati wa kurejea sasa kwa Bwana. Amen. Kwenye nafasi Mungu aliyotuandalia, kwenye maisha Mungu aliyotuandalia, lazima ifike mahali kama alivyosema Baba, tuachilie yale. Tumishi wa Mungu Paulo na maneno mazito mpaka mengine anaogopa kuyatamka. Filipi 3:7 anasema yale mambo niliyokuwa nayaona kuwa faida kwangu. Kwa Filipi 3:7 anasema niliyaona kuwa hasara, nikayahesabu kuwa hasara kwa ajili ya uzuri ule kama katika Kristo. Anafikia mahali anatumia maneno anasema nikayahesabu kuwa kama mavi. Neno zito. Amen. Kiswahili kingine cha kisasa wanadairutu anasema nikayahesabu kama takataka. No. Takataka na mavi ni vitu hivi tofauti. Takataka si unazishika kwa mikono hivi. Lakini ya kwa hata ulioachia wewe mwenyewe kuyagusa mkinyaa. Uongo kweli? Amen. Mavi ni mavi bwana. Hata kama kuna pilau na kuku jana iliyotamu sana yakisha badilika na kutengenezwa kule, kuyagusa tu kwa bahati mbaya kana wanaona kinyaa. Uongo kweli? Amen. Haleluya. 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 Sasa tuangalie huyu mwanadamu aliyeumbwa mnyofu, mimi na wewe. Mambo yanaharibikaga lini? Mwanzo sura ya 8:21. Tutapata majibu ya lini mambo yanaanza kuharibika. Sasa tukishatambua mzizi wa fitina huko chini, ndio tuje kujua tunarejea kutoka wapi. Hello? Tusome Mwanzo sura ya 8 tusome 21. Mambo yanaharibikaga lini? Kama uliumbwa, niliumbwa, tuliumbwa kutoka wanyofu. Mambo yalianza kuharibika lini? Wapi tatoka mzizi wa fitina ni nini? Acha tusikie. Mwanzo 8:21. Maneno ya Mungu yanasema. Naye Shemu. 8:21. Mwanzo moja, maneno ya Mungu yanasema. Neno la Mungu linasema, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni. Bwana akasema wapi? Moyoni. Moyoni. Sitailaani nchi tena baada ya hayo, kwa sababu ya wanadamu. Wale walioomba wanyofu walipochanganya akawafutilia mbali. Sasa anasema nimesamehe. Maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni
ni mabaya tangu ujana wake. Mawe. Mwambie jirani yako mawe. Ujana ukiingia mawe. Ujana ukishaingia, na ujana unaanza nini? Sasa tunaingia kwenye sayansi ya binadamu. Mimi namshukuru Mungu alipa neema ya kusoma vyote Bwana. Miaka 5 darasani nasoma mwili wa mwanadamu, na miaka mingine yote nasoma roho ya mwanadamu. Kwa hiyo niko hapa kukuponya vyote viwili, mwili na roho. Haleluya, haleluya. Namshukuru Bishop alipokuja kuandika jina langu pale, akaweka kabisa na doctor. Nikasema amefunuliwa kitu kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio daktari wa visomo hao wanaopeana peana. Darasani miaka 5 nimekaa na msomo mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Nikana kadawati akamdosha kuegeza akatebe nikaa miaka 5 nasoma mwanaume. Sasa mwanadamu, Biblia inatuambia huyu aliyekuwa mnyofu huyu aliyekuwa mnyofu anaendelea kuwa mnyofu akitawaliwa na hormones. Hebu sema hormones. Hormones za utoto ambazo ndani yake anaweza stambue jema wala baya. Usishangae unakuta mtoto wa miaka 7-8 anaoga tu pale nje, mtoto wa kike au kiume yuko nje, wala hana habari kama kuna mali fulani ambayo ameachia wazi. Haimsumbui. Kwanza zile hormones za utoto ziishe, ziingie zile hormones za ujana sasa, za utu uzima sasa. Hapo ndipo kama ni binti anaanza kuota na macho mengine kisogoni. Akipita kwa vijana anaanza na kubadilisha, anajua kwamba hapo amenitazama hapo. Na kutembea kunabadilika, akijua kwamba sasa balio bande bila kama alishano muondoko pamoja kuona nyendimu. Mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tokea ujana wake. Ujana ukiingia, mambo yanabadilika. Hapo ndipo kijana anaweza kumkujia babake hata ngumi sasa. Baba nani baba ishakuwa kwa kupanga. Hapo ndipo akisema kuna simba ameonekana wapi kwa Nyanshe kifungwa. Anasema yule nagaruka ngeniki kwa Tanyeka. Sio kama unanielewa. Mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya kuanzia lini? Ujana wake. Na ndio maana Biblia imesema kwa kwanza Yohana sura ya 2 ule mstari wa 12 anasema nimewaandikia ninyi watoto wadogo kwa kuwa mmesamehewa dhambi. Hawana dhambi watoto wadogo. Na ndio maana sisi tuliokoka hatuhangaiki na kuwabatiza watoto wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nasema niwaandikia ninyi kina baba kwa kuwa samani mtumishi waraka wa kwanza nyingine tuna kimizana na muda. Anasema anawaandikia watoto wadogo wamesamehewa dhambi zao kwa ajili ya jina lake. Hapa anasema niwaandikia ninyi kina baba kwa kuwa mmemjua yeye aliyepo tangu mwanzo. Alafu anasema niwaandikia ninyi vijana kwa kuwa mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Alafu anasema msipende dunia wala mambo yaliyo katika dunia, maana mtu akipenda dunia, kumpenda baba hakumo ndani yake. Watoto wadogo hawana tatizo. Akilala, Bwana akimhitaji akalala, muombee usimwombee, mbingu zishampokea. Hana swali. Lakini wewe na mimi mbingu tunafanyia kibarua. Kwa nini? Kuna mahali paliingiliwa hapa katikati. Hapa katikati kuna vitu viliingia. Pale tumatiki ilipoanza kuchomoza, mawazo mabaya yakaingia. Pale kifua kilipoanza kutanuka, mawazo mabaya yakaanza kuingia. Pale tundepo unakuta kijana miaka 16, 17 mkono utoki hapo. Hata anaongea na baba yake. Hata anaongea na mchungaji. Unajua anatafuta nini? Akuje kutendea usiyote haraka. Yaani zaje wanaje makubai ule shaida na nabele ugozo na bele usabuga ngono ndio tumichelewe. Kwa hiyo muda wote acha kuzidi vijana. Saikolojia za vijana. Kila wakati mkono utakao hapa. Baba, nimeshakuja baba, unasemaje? Anatafuta tundevu. Mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya kuanzia ujana wake. Nimesema Mwanzo sura ya 8 mstari 21. Tumeisoma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yakishaingia hayo hormones za ujana na utu uzima zikamaliza nguvu hormones za utoto ukaondoka, ujana ukaingia unaokwendana na utu uzima. Sasa kijana anaingia kwenye kipindi kinachoitwa foolish age, kipindi cha upumbavu. Kuanzia wakati wa kubalehe au kuvunja ungo,
kuendelea mpaka miaka 27, huyu ni mpumbavu tu. Kama ana roho Mungu, anaweza kufanya vituko. Kukubane mbuzi. Niyo banywerejaye. Niyo batere baishebo. Yaani viroja, kubaka, kufanya ujinga wa kila namna. Bila kujua kwamba kuna maisha zaidi ya baada ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Pumbavu unatawala, jinga unatawala. Hayo yanamfanya mawazo hayo na hali hiyo inamfanya kama hajajipanga vizuri na Muumba wake, ameondoka sasa. Kila kukicha yuko anaenda, anazidi kupotea, anaenda huyo. Hiyo inazidi kuimba Bwana asifiwe na kuimba pambio. Hiyo imfanya sio kiongozi wa vijana wala mambo viongozi wa kina mama. Anaweza akawa kiongozi wa vijana, anaweza akawa mchungaji na askofu kama mimi. Lakini yuko mbali. Bwana ametuona huko mbali tulipo. Cha kushukuru, ameanza kwa kutupoza, anasema najua mliyafanya hayo yote kwa ujinga, kwa kutokujua kwenu. Lakini sasa, mwambie jirani yako, lakini sasa Bwana anatuhitaji turejee. Turudi kwenye nafasi zetu Mungu alizotuandalia. Tunarudije? Tunarudi kwa njia ya toba la kweli litakaloondolewa na dhambi. Maana nje na toba hakuna kupatanishwa na Mungu. Ni toba peke yake inaweza kutupatanisha na Mungu. Unapotubu ukaiamini damu ya Yesu Kristo, ukampokea Kristo Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, kwa kumaanisha kuwa Bwana na Mwokozi na mtawala wa maisha yako, sio ujitawale mwenyewe. Unajua kuna watu wengine wanaoma kanisani lakini wanajitawala wenyewe. Na akikemewa kidogo anahama na kanisa. Na kule anakokwenda nayo zungumza sio kumbariki Mungu. Na mchungaji tunajua kama kuna mtu ukukanaye kwa tahadhari kubwa, ni mtu aliyehama kanisa kuja kwako na kaleta habari mbaya za kule alikotoka. Akuomba wala tuziwe watu msiana. Kama kuna sababu za msingi za kukuhamisha. Lakini sio kwa sababu umekemewa kwa sababu ya kiburi, na hasa kiburi. Na hasa wale present worship team. Jamani mnisamehe, mimi niko hapa kwa pole. Mimi ni daktari niliyefundishwa kupasua majipu. Haleluya. Kupasua majipu. Sasa mimi daktari, surgeon ni mpasuaji aliyenifundisha. Nilizungumza hapa last time kwamba profesa aliyenifundisha mimi upasuaji aliniambia hivi, the best surgeon is the one who can perform a very wrong incision. Kwamba daktari mpasuaji mzuri kwenye upasuaji ni yule anayeweza kupasua eneo refu zaidi, yaani eneo kubwa. Kama ni jipu liko hapa, yeye anachana kwa tani chwa, yeye anakamua tu, anakamua mausai yanatoka tu, anakamua mausai mpaka na damu zinaanza kuchorozeka. Huyo ndiye daktari mzuri. Lakini wao kusirasirima juu taita na kusema au anatoboa kadogo eti anakuponya jipu aliponi. Sawa, nazidi kutunga ndani. Sasa hapa tunakuja kutumbua majipu. Haleluya. Present worship team mpo. Wana sifa mpo. Na waonya kila leo na Mungu ananiambia niwaonyeni. Tatizo mnavamia vitu. Tuna tabia kuvamia. Maadamu na sauti na mimi naweza nikaimba, hujajua hiyo idara unayoingilia asili yake nini? Biblia inaniambia mbinguni kulikuwa na malaika wakuu watatu. Mikaeli, kamanda wa ulinzi. Gabrieli, mjumbe mpeleka habari njema. Watatu walikuwa wanaitwa Lucifer, kazi yake ni sifa na kuabudu. Kabla hajaitwa shetani. Kwa hiyo unapoingia kwenye hicho kitengo, umeingia kwenye ofisi kuu ya mjamaa, na yeye ana wivu na ofisi yake kuliko kawaida. Kama hujajipanga sawa sawa, bora usiingie huko. Na ndio maana present worship team wengi wana viburi, si kawaida. Kwani dhambi ya kwanza ya shetani ni kiburi. Wafuatilie mchungaji, bishop. Kama kuna kwaya 2 3, uje utoe siku moja wameshajipanga kuimba, mwambie leo hamuimbi. Hiyo ibada kwao imekufa. Utajiuliza kwani kuimba ni biashara? Baba jao tunaonyewake ya faida. Kwa nini wananuna? Kwani au walikuwa wamejipanga ndiye soloist, mwambie nani? Sasa leo pumzika, leo ataongoza mwingine. Mawe. Hebu sema mawe. Na kwani uongo? Nauliza uongo? Mwambie leo utaimbisha wewe tu, pumzika, acha aimbisha aongoze mwingine. Siku hiyo atashinda amenuna, atakwenda pale nyumbani amenuna, chakula atashinda kula. Utadhani vile kuongoza sifa una posho au unawapaka posho.
Inawezekana bishop anawapa. Mimi kwangu wanatumika kama ninavyotumika. Mimi posho napewa na nani? Anayenipa mimi posho si awape na wao. Si wote ni watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Viongozi wa sifa na kuabudu, ombeni sana neema ya Mungu washikilie sana, kwa sababu hiyo ofisi sio ya kuchezea. Huyu jamaa tunasoma Isaya 14, vinanda vilipojazwa ndani yake, vinanda vikakaa ndani yake, vikaumbika ndani yake. Vinatuambia Lucifer alikuwa ameungwa, vinanda vilikuwa ndani yake. Akaona sasa na mimi natosha kuwa sawa na Mungu. Nikampindua Mungu, nikakaa juu ya nyota. Unaposikia nyota za Mungu maana yake ndiwe juu ya malaika wote. Nitafanana na yeye aliye juu. Alafu jamaa anasema moyoni. Wanasemaga milioni hawa si kidogo. Makontena maneno. Ndio kanisa kidogo kama. Kwani si? Ukishaanza kusikia sauti ya kwani si inanung'una ndani yako, umeshikufa kiroho. Maana kiburi utakuja maanguko. Halo? Mnichukie lakini mtanipenda tu. Na mkinichukia wakati mbingu zinanipenda kwa kuambia ukweli. Daktari mzuri akipiga Kristo pale ukapona gono kisonono, basi hicho takuja kumshukuru. Haleluya! Haleluya! Turudi, Bwana anataka turudi. Amen. Turejee kwenye nafasi yetu ya asili kabla hormones hazijatupeleka pabaya. Tulipokuwa kabla tumefiwa wanyofu, tumeambiwa Mhubiri 7:29 mwanatazama hili tu nimeliona. Mungu amemuumba mwanadamu akiwa mnyofu. Huo unyofu uliona wapi? Let's come back. Hebu turudi. Mwambie jirani yako, hebu turudi. Usimwambie unaangalia pembeni. Mgeukie mwambie hebu turudi. Mungu anatuhitaji turejee. Kurejea ni kurudi mahali pako pa asili. Lakini kiburi kikishaingia utaondoka. Na kuna wengine wanaweza kuwa kanisani lakini haupo. Ulishaondoka. Unaondoka, yale unayosema mchungaji wako ni ya kubariki, ni ya kubomoa. Unavyosema kanisa, akiingia tena mtu mwingine labda mgeni. Bibi na wewe umekuja huko kweli. Haya, haija naye walengeze shana choka sina cho wale unaona ngo ngako. Nina ngomba nanga bilintinje nyerukire munyegendere kulinyo wananko nanko wananko kunanko. Umo kama haumo. Sauti ya Yakobo. Mabazi ya Esau. Ngoja Esau. Yaani umo ndani lakini mguu mmoja ndani mwingine rejea. Turejee. Mungu anataka turejee. Tukikubali kurejea kwa kufanya toba la kweli, la kuacha uongo, la kuacha uzinzi, la kuacha wizi, la kuacha utapeli, la kuacha maneno, la kuacha masengenyo, la kuacha wizi hata mafungu ya 10. Amen. Bibi ni mwenye ndio sasa watu wapiga hapa wazi. Ninyi ni mpiga hata kuiba mafungu ya 10 ni wizi sawa na kupiga tena afadhali apiga Fatuma kule nje kuliko anapiga Fatuma ndani ya sanduku la Bwana. Muntamwe nimesema muntamwe chongamba kabila mazima. Amen. Mshirika asiyelipa sio kutoa. Tena nimekosea. Mshirika asiyelipa fungu la 10 ni jambazi ndani ya Bwana na kanisa la Bwana. Amina. Tena unajua Biblia inazungumza vizuri. Ninyi mnasoma za Kiswahili tu. Wakati mwingine Kiswahili kina maneno mafinyu. Biblia ya Kiingereza haisemi kuiba kama stili. Kiswahili Kiingereza kuiba ni kustili. Wale mliopitia shule si mnanielewa? Lakini Biblia inapozungumzia swala la fungu la 10 anasema you are robbing me. Yaani mnani wizi wa kutumia, yaani unyang'anyi. Wizi wa kutumia nini? Nguvu. Turo. Yaani kesi yako ni robbery, sio wizi, sio kuvunja na kuiba. Robbery maana yake ni kuiba kwa kutumia nini? Yaani mtu anakuja mzima, unamuona, anakuambia leta hapa, unataka utaje korokocho. Yaani au anakamata kabari na kunyang'anya vitu unaviona, hiyo inaitwa wizi wa yaani wizi wa kutumia nini? Unyang'anyi. Sasa wakati mwingine na sisi tunashtukia mahali tunamkamata kabari Mungu wetu. Anasema katika Marko sura ya 3 mnanibia zaka na dhabihu. Nanyi mnasema tumekuibia. Alafu najifariki. Kwani nimeshamwibia nani?
Bwana anasema hapo napo turejee. Amen. Na bigamba noro watali kuchokanye ni bigamba. Kora ndo tena bigamba ni bigamba. Bwana Yesu asifiwe. Na niwaambie, na niwahi kusema hapa, fungu la 10 hatutoi. Ni makosa kabisa kufikiri tunatoa fungu la 10. Fungu la tunatolea nani? Hivi ukienda wangapi wanafanya biashara? Hebu inua mikono juu. Na mimi nikiwa nafanya biashara. Na Bishop naye anafanya biashara huko. Sana funga na lipa. Hivi sisi wenye maduka kwa mfano, mimi nina hoteli iko pale stendi pale Ibura. Tuna hoteli imeandikwa kwa mama mchungaji. Bishop anaifahamu pale Ibura upande wa kulia. Mkipita pale mnaanza mkaingia ukanywa hata maji. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kimaliza kunywa maji unatamka neno. Sisi wafanya biashara usipolipa kodi TRA, hivi tukienda TRA tunaenda kutoa, tunaenda kulipa. TRA tunatoa, tunalipa. Fungu la 10 ni TRA ya mbinguni. Mwezi kusema amina, muiache tasema amina mimi mwenyewe. Fungu la 10 ni TRA ya mbinguni. Amen. Hatutoi, tunalipa. Na hiyo ndio lugha aliyotumia Yesu. Sasa kama unataka kuelewa, soma Mathayo sura 23. Bwana Yesu anachozungumza. Yesu azungumzi kutoa fungu la 10, kutoa zaka. Hatutoi zaka. Zaka hatutoi. Sadaka, michango, shukrani tunatoa. Zaka tunalipa. Mathayo 23, soma pale. Soma mstari 23. Sasa tuna majambazi wengi huko ndani ya kanisa. Mbagamba na Rubeli. Mbagamba na Nireli. Na mwingine anataka achungwe hapa, lakini zaka yake alipe kwenye TV inapita namba za sadaka. Jamani, jadhari hayo mambo ya kwenye TV, utajiungamanisha na madhabahu sio hiyo. Nasikia roho ananiambia nionye na hilo nalo. Biblia imesema wa madhabahu ni ula vya wapi? Ya madhabahu. Ndio inaokora milimorubia ukaiga mshara mganda. Hapa kuna rubia baraka bali ya rubia. Hakuna aliyepata Mathayo 23:25. Nataka upate ushahidi. Mathayo 23:25. Mathayo. Hatutoi zaka. Zaka ni kulipa. Kitenzi kinachotumika pale ni kulipa. Ole wenu waandishi na Mafarisayo. Tuna waandishi na Mafarisayo wengi ndani ya makanisa. Wanafiki. Tuna wanafiki wengi ndani. Hayo maunafiki hayo ndio Bwana anataka tutubu, turejee, tuachane na unafiki. Unajifanya mpenda mchungaji, baba mchungaji, baba asifiwe. Ya akitoka unamuma mgongoni. Unafiki mkubwa. Na hiyo ndio dhambi kubwa ya watu wanajita nako. Tunachokiongea na tunachokiishi ni vitu hivyo viwili. Kumbe mnafiki unajionyesha kwa juu na mpenda mtu, ni rafiki wa mtu, lakini ndani yake ni adui mkubwa. Huo ndio unafiki. Bwana anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Kwa nini? Kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. 23. Endelea soma. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe. Mathayo 23 anasema nini pale? Ndio mstari 23 tumesoma mwisho. Mathayo nianze 23. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka. Mwambie jirani yako hapa. Mnafanya nini? Mnalipa. Wanalipa. Zaka ni kulipa. Agizo la Bwana juu ya zaka ni kulipa. Ni kufanya nini? Ni kulipa. Hatutoi zaka, tunalipa zaka. Na sisi wafanyabiashara tunajua kanuni ya TRA. Usipolipa kodi, wakija wakakufuma, siku hiyo hiyo wanaacha kukuwekea kufuli lao. Tena sio fundi la kawaida, unapiga na siri. Kuna siri, kuna aina fulani ya rakili wanaifunika pale wanaifunga. Sio kawaida kufungua. Na ole wako wakute umeiondoa hiyo kufuli yao. Adhabu yako si tena pesa na faini. Adhabu yako kuondoa kufuli waliofunga wao. Unaweza kaingia ukafungua. Amen. Kwa hiyo mpaka wao ndio waje kukufungulia. Na ili waje kufungulia mpaka umeenda mmeyazungumza.
Bwana niwaambie, haya mambo yaliyoko duniani wapendwa wangu, mengine ni mifumo ya kimbingu kabisa, ili tufundishe kujua mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kama tarehe unaweza kufunga duka, Mungu anashindaje kulifunga duka lako? Kwa sababu umemwibia zake. Umeshindwa kulipa kodi ya mbinguni. Umeshindwa kulipa revenue ya mbinguni. Tukishindwa kufanya hivyo, usimlaumu mchungaji wala usilaumu kanisa wala vitu vingine. Ngoja niwaambie ndugu zangu, mambo mengine tunalaumiana bila sababu, kumbe tatizo sisi wenyewe. Tumejiroga wenyewe. Tunajiroga sisi, na ndio maana Bwana amenileta ili atufundishe tupate nini? Tupate faida. Tupate. Bwana Yesu asifiwe. Saa 6 naacha. Tunaingia kwenye maombi. Lakini nachotaka kuzungumza ndugu zangu, Bwana anasema ziko nyakati za kurudishwa, zimeandaliwa. Ziko nyakati za kurudishwa. There is the times of refreshment. Yaani ngoja nikwambie, hayo maisha tunayoyaishi yaliyojaa huzuni, yaliyojaa madeni, unatamani uhame na mtaa, unatamani ubadilishe na njia, upite njia ya mzunguko huko ili usikatishe hapo ukakudai kwenye kioski. Ulikopa panado, ukakopa na daftari, ukakopa na kalamu, ukakopa na chumvi, sasa unaogopa hata kupita pale. Hayo sio maisha yako. Mungu hajatuambia sisi ni watu wa kukopa. Mungu amesema sisi tutakopesha mataifa mengi, wala tutakopa sisi. Maisha ya mwenda mbinguni hayapaswi kutawaliwa na kukopa. Kwa nini? Kwa sababu Biblia imesema Mithali 22:7, tajiri mtawala maskini, na yakopaye ni mtumwa wa wakomashaji. Sasa mimi ni mtumwa wa Bwana, alafu ni mtumwa wa wanadamu. Inaingia hiyo akilini hiyo. Alafu ukimwona hata kama ni sawa deni, unasikia moyo unafanya hui. Manya anaja kumchukia bandaje. Unaanza kupanga uongo ndani yako wala hajakuuliza. Ndio utumwa wenyewe. Wanaweza pesa. Biblia inatuambia tutakopa. Biblia inatuambia tutakopesha mataifa mengi, wala tutakopa sisi. Hayo maisha. Mungu kweli kwambie, kukopa ni tunakuwa tumekosa imani ya kwamba Mungu anaweza kutubariki. Lakini Mungu amesemaje? Mithali 22 mstari wa 4. Mithali 22 mstari wa 4 anasema thawabu. Mithali 22 mstari wa 4. Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima, na hiyo ni uzima. Utajiri, heshima na uzima. Kwa hiyo kutajirika pia ni haki yetu. Haleluya. Sasa uweze kuwa tajiri alafu unaamka asubuhi unaenda kwenye milango ya watu kwenda kuomba mkopo. Ndio akaba unayesindika msogea mbona kama ni hospitali. Taka imukirakia alimwani amini. Oza omukuru wo mtajiri otoje ushabao mkopo. Omukuru wa Uganda no mushagemia kagabi. Chokuru bana mahera kayo kuruka shikama. Watu waibuka mkuru. Nani. Tunamdharisha hata Yesu wetu. Kabisa. Tunamdharisha hata Yesu wetu. Tatizo nini? Tatizo si Mungu. Mungu hajashindwa kutupa utajiri. Hajashindwa. Amen. Hajashindwa. Amen. Kumbukumbu la Torati 11. 8:11. Kuanzia 11 na kuendelea. Anasema yeye ndiye atupaye nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo hajashindwa kutupa nguvu za kupata utajiri. Tatizo ni nini? Anakuta atupo kwenye nafasi zetu. Na ndio maana Isaya 51 anasemaje mstari wa 2? Isaya 51 mstari wa 2. Isaya 51 mstari wa 2. Isaya. Mwangalieni. Ngoja. Isaya 50 mstari wa 2. Soma Isaya 50 mstari wa 2. Soma. 50. Soma hapo 50 mstari wa 2. Anasemaje? Basi. Nilipokuja. Mbona hapakuwa na mtu? Wakati mwingi tunapokuwa tujarejea, Mungu anapokuja pale anapotegemea tuwepo, hakuti mtu. Shangoni okombi yake. Kasta mkagiredi ya mabia ujima, bia mjuguro na kadada. Jumapili saa ya ibada watu wanashandarize wako kwenye kubujika na msifu Mungu, ni walimu kuchumbea nyungu za bafu. Ya nyungu za bafu nozimani. No manyaba mpangileza mkidomo mfumu na mshirika wa mwanachama wake wa Pererewe
Kimbuja nyankati mkushoma nyankati niye ineza mloko chumba omurufu nyumbuza abaki hapo. Ni ngira batajaba katika ofa ino manya mwenye kitu wai kuna karamu tafati ngangasi 12 baba kwa kota ni utazokile 2,000 na kushinda kulipa hiyo faini, ukabubujika mbele za Bwana ukamwambia Bwana, nimeacha chama kule, nimekuja mbele zako, naomba kwenye ibada hii uza mtu mmoja akanilipie faini kule. Unashangaa unakuja kutoka mtu hida na hujabarikiwa kabarikiwa na Bwana 20,000 na hapo 2 unaenda kulipa faini, halafu 18 unachangamka. Bwana Yesu asifiwe. Nikamshangaa, natoka tu ndani pale kwangu hapo mimi naishi hapo TX hapo. Nafika pale kwa pikipiki, kwa na pikipiki, safari wangu sasa ni mbovu. Nafika pale wapi hapo panaitwa uwanja wa ndege kwenye rami, nachukua bodaboda, shangaa mchungaji, Bwana asifiwe. Amina. Sasa jamaa mimi namuona kama simkumbuki vizuri, na unaelekea wapi? Anafika tu hapa mjini, bwana nitangulia kwenda mjini, alafu nikaja hapa. Ngoja nataka kwenda pikipiki hapo, ngoja kidogo baba, naona anajikuna baba, uende na amani ya Bwana. Nikasema asante, Biblia imesema mtabarikiwa mtokapo na mtabarikiwa majini. Oh, haleluya! Baraka zinakufuata, sio madeni ya kufuata. Mwambie jirani yako, tumeahidiwa utajiri na heshima na uzima. Hivi vitatu tutakuja kuzungumzia tena wakati mwingine. Ukiona vimepungua kwako, utajiri umepungua au haupo, heshima umeanza kudharauliwa mpaka na watoto mwenyekiti wa kitongoji na kudharau. Mbokoro kwetu ole ya baine mfuka bali memba barabara ndio baba mchungaji wewe mtemoki ayoko na nagia. Watu wanapaswa kutambua hata kama sio mchungaji. Mtaa unakoishi wajua kuna mtu wa Mungu yuko pale. Amen. Yaani ngoja nikwambie, Chokora anauliza Yesu mshunga Goro, wewe Bwana asifoje kama mchungaji wewe Goro mwatanganywa mtaani kwako hakuna hiyo umeokoka. Tena wakija mtaani tunaulizia waliookoka kwenye mtaa wenu, wewe hao. Yaani Yesu anamulirogo mshunga Goro. Bwana asifiwe. Goro mpaka watu. Yesu sio Goro, mtangaze Yesu wazi. Mwenye kitu kitongoji akujue, mjumbe wa mtaa atakujua. Yaani ujulikane wewe uko pale. Wewe ni mfalme katika ulimwengu wa roho, unatawala ule mtaa wenu. Amina. Haleluya. Amen. Iko faida. Amen. Iko nini? Na ziko nyakati za kuburudishwa. Nyakati za kuburudishwa Mungu akiziamuru zikifika kwako, madeni hayatakuwepo tena. Bunyata hutakuwepo tena. Shida, mikosi, mabalaa, mahangaiko, magonjwa, bila Mungu anakuchezea, huna ulinzi wa Mungu. Nakwambia hivi, vitatu vikipungua, cha kwanza utajiri, cha pili heshima, cha tatu uzima nao kutetereka, kuna maswali. Hatujaumbwa tu wagonjwa. Magonjwa sio share yetu, sio sehemu yetu. There are not a portion. Amen. Sio sehemu yetu. Amen. Niliwaambia last time, mwezi wangapi tumesema, nilikuwa hapa mwezi wa 4. Niliwaambia hivi, mimi unayeniona hapa nilikuwa na ugonjwa kweli. Nilikuwa daktari mgonjwa. Natembea nimevaa koti jeupe na tatizo mshingoni na vidonge nimeingizia mtu mfukoni. Tatizo vidonda vya tumbo. Nilipofika mahali nikatambua haki zangu. Nilikuwa naugua magonjwa mawili makubwa, hernia na vidonda vya tumbo. Nilipotambua Mungu wangu ni mponyaji, kuanzia siku hiyo mwaka 90. Nilikuja kuanzia mwaka 90 nilipopona vidonda vya tumbo na hernia. Nilikuja kukutana tena ugonjwa kwenye mwili mwaka 91. Magonjwa sio sehemu yangu. Na hayapaswi. Amen. Magonjwa hayapaswi kuwa sehemu yako. Amen. Lakini ukiyaelekeza, aidora yangaye mkoro kwa neno ya manza hicho yako hata. Edwara uishaima tena jina Edwara yao. Umeipiga na muhuri kabisa umeisaini kwamba ugonjwa wangu. Hakuna ugonjwa wako wewe. Magonjwa yote ni shetani katika jina la Yesu. Ujakatae. Biblia imesema Yakobo 4:7 anasema basi mtini Mungu, mpingeni shetani nani atawakimbia. Sio kwamba shetani ataondoka polepole. No, ukimtii Mungu kwanza, ukampinga shetani, hata uwezo ukamtii Mungu kama unataka toba. Moja, kumtii Mungu ni kufanya toba la kweli, yataondoa dhambi na kurejea kwenye nafasi Mungu aliyokusudia wewe. Tuache mawazo mabaya, tuache njia mbaya, tugeuke.
Mwambie jirani yako tugeuke. Mwambie jirani yako ni wakati wa kugeuka, kurejea kwa Bwana. Tutoke huko tuliko kimbilia, huko tulikochepukia huko. Waswahili watu wanasemaje wana nini wale? Wanasema mchepuko sio dili. Mchepuko unaweza usichepuke kwenye zinaa, lakini umechepuka kiroho. Yaani Mungu akikuangalia huko kwenye njia kuu, ile njia ya utakatifu. Maana ile njia ya utakatifu ndio tunazungumza habari ya Isaya 35 kuanzia mstari wa 8 mpaka 10, anasema na hao walio mstari wa 10, na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba na furaha na kicheko vikiwa juu ya vichwa vyao. Huzuni na kuugua zitawakimbia. Haleluya! Huzuni na kuugua na kufedheheka na umasikini na magonjwa na laana na mikosi na matatizo vinapaswa kukimbia. Yaani mikosi inatokeza na mbio. Sio inacheza na wewe. Yabane ambazo logesho kama kana umeshuka ndio lia na gasa ni eno kwa mshuru ali Mungu ametukusudia maisha mazuri. Sasa tunaporejea conference hii ikusaidia kurejea, utoke umekuwa kiumbe kipya. Ndio maana amesema lakini sasa Bwana Yesu asifiwe. Utoke ukiwa kiumbe kipya, mwenye baraka mpya, mwenye uzima mpya, mwenye ushindi mpya, mwenye mawazo mapya, mwenye mipango mipya, mwenye mtazamo mipya, kila kitu kiwe kipya, ili zije nyakati za kuburudishwa kwa Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu uliowekewa toka zamani. Wastahili wewe Bwana.